Kwa majina naitwa MATAKAYA. Mimi ni mzaliwa wa Western Kenya, Kakamega, uko eneo bunge la Shinyalu. Mimi ni mzaliwa wa 5 kwa familia ambayo tulizaliwa watoto 9, vijana 7 na wasichana 2. Maisha tumeishi maisha ya kawaida, ile average, maisha ya kadri, average life, ambapo tumesoma kama watoto wengine, tulisoma bila kuvaa viatu mpaka class 8, kuvaa viatu ukiingia high school. Nilisoma shule ya msingi ya Shikulu Primary School. Nikamaliza mwaka wa 2003 na mwaka wa 2004 nikaingia kidato cha kwanza katika shule ya upili ya St. Ignatius Mkumo Boys High School. Mwaka 2007 nikamaliza kidato cha 4, na mwaka wa 2008 kwa bahati nzuri tulikuwa tumepewa district mpya ambayo ilikuwa ni Kakamega East District. Hapo kulikuwa na recruitment ya polisi, nikasema sababu niko fresh, wacha niende nijaribu. Nilikuwa mdogo sana. Kwenda kujaribu, kwa bahati nzuri nikahitimu na nikachukuliwa. Huo mwaka ikafika mwezi wa 8 tukareport kwenye training college. Ndio nikareport Kenya Police Training College Kiganjo mwezi wa 8 mwaka 2008. Hapo tukafanya training hadi mwezi wa 5 mwaka 2009. Ndipo tulimaliza training yetu na tukagraduate. Na after graduation mimi nilipostiwa Itabwa Police Station ambayo iko eneo bunge la Embu within Eastern Province. Na nilifika station, nikafanya kazi kwa huo muda wote mpaka mwaka 2011. Hapo ndio nikapata transfer. Mwaka 2012, sorry. Hapo ndio nikapata transfer mwezi wa 11 ya kwenda Kisii Central Police Station. Na wakati nilikuwa Itabwa Police Station, since ilikuwa station yenye iko within provincial headquarter, tulikuwa tunafanya kazi, tungeweza fanya kazi within the province, sababu maeneo ya Eastern kuna ile cases za cattle rustling nini, so tulikuwa nachukuliwa pia tunafanya kazi mpaka Isiolo, Moyale. So nimefanya kazi hiyo maeneo yote. Alafu baadhi ya deployment pia nikadeploya kwa escort, so pia ilipata nafasi ya kutembea hiyo maeneo yote, Meru, Isiolo, Marsabit mpaka Moyale. So nimefanya huko kote. Na pia nikiwa huko Embu niliweza kupata mchumba wangu mwenye tulikuwa tunaishi na yeye, na tukaoana. Baada ya kujuana kwa muda tukaoana na hata tukabarikiwa na mtoto. Mwaka wa 2012 mwezi wa 10 tulibarikiwa na mtoto, na kabla ya mimi kupata transfer mwezi wa 11. Na sababu yeye kwao ilikuwa ni huko, wakati nilipata transfer yeye alikuwa na mtoto, alikuwa bado ni mdogo sana, mchanga, mwenye hata uwezi safiri na yeye. So yeye tulisikizana, yeye akabaki nyumbani, akabaki huko, na mimi nikaproceed kwenda Kisii. Nilienda nikajitayarisha, nikajipanga, na nikapewa nyumba. So na yeye pia akaja huko kunitembelea na mtoto, lakini akaona hiyo mazingira, na pia alikuwa amepata kibarua. Kuona hiyo mazingira akasema yeye atarudi aendelee kukaa, sababu alikuwa anakaa Mwea. Akaenda, na kwa bahati mbaya hiyo mwaka wa 2013 mwezi wa 5 mtoto alikuwa mgonjwa pneumonia, alikuwa na severe pneumonia, na tukampoteza mtoto. Ilikuwa huzuni, lakini hiyo ndio ilikuwa hali ya maisha, na tukaikubali na tukaendelea na maisha. Lakini wiki 2 baada ya kumzika ule mtoto wetu, aliyekuwa mke wangu alikuja na akaniambia ameshauriwa kwamba tunahitaji kupata mtoto mwingine. Ndiposa
ile mawazo, yani kukaa unafikiria umempoteza mtoto imuishie. Lakini sababu tulikuwa wachanga sana kwenye ndoa, tulikuwa bado kwa umri tulikuwa wadogo, nilionelea like watu wanajaribu kutake advantage na kuingilia kwenye ndoa yetu na kutaka kuinfluence zile decision tunafanya sisi kama wanandoa. So hapo nilikaa chini nikamwambia, hata kama ni wazo mzuri, tusilichukulie ile wazo kwa sasa. Tungojee, ndio sio kwa ubaya, lakini ndio mtu mwingine mahali asionekane kama yeye ana take control ya maisha yetu, sababu sisi tuko wachanga. Hapo tuliagree na tukakubaliana. Yeye akaenda Nakuru. So akatoka Mwea akaenda Nakuru, na alikuwa anasaidia ndugu yake pia kufanya biashara, kurun hizo biashara, kumanage. So hata Nakuru ilikuwa mzuri, na sababu mimi nilikuwa Kisii, hapo ilikuwa karibu sasa. So kila weekend tulikuwa tunakutana, yeye anakuja Kisii, mimi naenda Nakuru, hivyo tu kama wanandoa. Lakini wakati ilifika mwezi wa 9, wakati huo alikuja na tulikaa wiki 2. Tulikaa naye wiki 2, na baada ya hiyo wiki 2, siku moja akaniambia anataka kuchukua zile vyombo za mtoto, zile zilikuwa kwangu, aende nazo Nakuru. So hapo nikamuuliza, mbona wataka kuchukua hizi vyombo uende nazo? Na hapa hii ni nyumba yangu, ni nyumba yako, na hatujakosana. So na yeye alikuwa mtu mnyamavu sana, hakuwa mtu wa kuongea mambo mingi. So tulidisagree hapo, na nikaona venye tuna disagree, wacha nimpigie mama yake simu ili akamuongeleshe. Nilipopigia mama yake simu, alimupigia na akamuita nyumbani. So tarehe 21 mwezi wa 9 huo mwaka wa 2013, hiyo siku ndio alikuwa aende nyumbani. Ilikuwa ni Jumamosi, na ile siku Ijumaa usiku nilikuwa kazini. Nilikuwa on crime standby, so nilikuwa kazini. Na since ilikuwa Friday, kazi inakuwa mingi, sababu since ni weekend, mambo inakuwa mingi na happen kwa ground. So ilipofika mwendo wa saa 11:30, nilienda kwa nyumba, na sababu ya uchovu mimi nikaenda kulala. Kuingia kwa kitanda nikalala. Baada ya muda kidogo tu after nimelala, yeye aliamka na akanimwagia acid kwenye uso, kwenye macho. So wakati alimwaga hiyo acid, mimi sikuweza kuona, niliamshwa na hiyo kuchomeka. Nikiamka nikasema wacha nichukue maji nijimwagie ili nipunguze makali ya ile mwasho, ile kuchomeka. Nilipokanyaga chini kwenye floor, nilifeel shock. Kumbe alikuwa ameconnect stima na akaconnect heater, na pia akakuwa maji ikakuwa imemwagika chini. So mimi kusikia shock, nikaona kama nitachomeka. Na saa hiyo sioni na nachomeka pia, uso inachomeka, mkono, bega. So hapo nilipiga nduru, na wenzangu wakaja wakanitoa, wakaniokoa na kukimbiza hospitalini. Nikapelekwa Hema Hospital ambayo iko Kisii. Hapo nikaoshwa macho, nikaanza kuona kidogo, nikatembea mwenyewe, nikaenda mpaka kwa ward. So hapo nikaadmitiwa. Lakini sasa wakati niliingia kwa kitanda, uchungu ikaanza sasa. Nikaanza kusikia uchungu, nikaanza kulia sasa. Naona kama mwili nachomeka kabisa, nasikia uchungu. So daktari akaja, wakanidunga dawa ile ya kulala. Wakilijaribu kunipatia painkiller, lakini uchungu haiku inaisha. So nilidungwa hiyo painkiller, uchungu ikapungua, lakini nikalala. So kulala, wakati niliamuka sasa jioni, sikuwa naona. So nikatibiwa hapo. Baada ya siku 2 nikapewa referral, nikaenda Kakamega, sababu huko ndio nyumbani. So ingekuwa rahisi kwa watu wangu kunishughulikia nikiwa hospitali, sababu hapo ndio nyumbani. So Kakamega nilikaa kwa muda wa siku 2, na after 2 days nikakuwa airlifted, nikaletwa Nairobi Kenyatta.
Kenyatta hapo ndio nilipata ile comprehensive, ile tunaweza ita comprehensive treatment, yani matibabu ile sasa kamili. Sababu hapo ndio kuna burns unit, niliadmitiwa hapo na nikaanza kutibiwa. So ile ngozi yenye ilikuwa imechomeka uso, bega, mpaka kwa mkono hii ya kulia, ikakuwa peeled, ikatolewa yote. Sasa ikabaki kidonda. So kidonda ikaanza kutibiwa. So kutibiwa, nafungwa bandage, haiponi. So kufanya surgery. So surgery wanafanya grafting. Wanatoa ngozi huku kwa mapaja, wanaipandika sasa kwa ile mahali kuna kidonda sasa. So nikafanyiwa, zingine zinashika, zingine zinatoka, wanafanya mpaka kwa uso. So nikafanyiwa surgery mingi, sababu nakumbuka sasa nilifanyiwa nikazoea, hata nikaanza kufurahia surgery. Sababu niliona hii haina uchungu, hii ingine ni uchungu zaidi. So nilikuwa nasikia surgery na feel kama niko relieved. Sababu hiyo unadungwa dawa, unafanyiwa, kama ni uchungu unaisikia for 7 days, kwa ile mahali kumetolewa ngozi inapona, au unasikia uko sawa. So nilikaa hospitali kwa muda wa miezi 6, nikafanyia like surgeries 15, naona. Na ndiposa nikadischargewa mwezi wa pili mwaka 2014. Lakini nilipodischargewa sikuwa ati nimepona. Lakini sasa nilikuwa nimeanza kuwa na shida, vidonda haziponi, mimi mwenyewe nikawa nimechanganyikiwa, sababu pia hiyo environment ya hospitali si nzuri. So daktari aliamua change the environment. Alafu pia nilikuwa na shida, stress mingi, almost kupata depression. Sababu wakati daktari aliniambia, Dan, utaona tena, mimi niliona kama nimefika mwisho. Niliona kama dunia imesimama sasa. Sababu mimi maombi yangu ilikuwa ni mimi tu nipate kuona. Sikuwa na shida hata na vidonda, na scars, but nilikuwa naomba tu Mungu anifungue macho. So wakati daktari aliniambia sitaona, mimi nikafikiri, nikaona sasa the only option nimebaki nayo ni mimi nijitoe uhai. Nikaanza kupanga sasa venye nitajitoa uhai. Na uzuri nilikuwa kwa ward ilikuwa 9th floor. Nikasema hata hii ni opportunity mzuri, na kitanda yangu ilikuwa karibu na dirisha. Nikasema hii sasa ni opportunity mzuri ya mimi kujituba kutoka hapa 9th floor mpaka huko chini na nife. Lakini sababu sioni, nilikuwa pia nikiangalia kwa dirisha hivi, mimi sioni huko nje, sioni chini. So nashangaa, najiuliza, what if mimi naweza jirusha hapa, na labda hapa chini kuna nyumba ama kuna roof, niangukie na nisifike chini. Labda watu wakuje wanitoe, sitakuwa nimeaccomplish ile mission nataka kufanya. Na labda nitakuwa nimejiongezea majeraha ingine mingi, labda nitavunjika mgongo, labda yani nitaumia zaidi kuliko venye niko. So nikasema wacha nikae tena nifikirie njia ingine, niulize watu huko nje kuna nini, but in a different way, so that wasijue mimi napanga nini. Lakini wakati mmoja tukiwa tunaongea na mgonjwa mwingine ambaye tulikuwa naye hapo hospitali, na tunaongea tu sasa, saa 8 usiku, hakuna usingizi, tunakaa sasa tunapiga story. Yeye akaniambia, Dan, I wish ningekuwa wewe. Nikamuuliza, kwanza nilishtuka, nikasema aya, huyu jamaa kweli anajua mimi napanga kujiua. So nikajiuliza tu mimi kimoyo, lakini nikapata courage, nikamuuliza, na mbona unasema hivyo? Akaniambia, mimi nasema hivyo sababu wewe uoni, lakini venye nakuona wewe utatoka hapa ukiwa hai. Yeye hakujua kama atatoka akiwa hai sababu ya ile shida alikuwa naye. Yeye alikuwa amekuwa diagnosed with leukemia, na alikuwa ameenda India, amepata matibabu, akaambiwa akarudishwa Kenyatta for ile home management. So nilikuwa naona ile vitu anafanyiwa, yeye pia ana give up, sababu daktari mara anakuja mara yuko, unaona daktari wake ako mbali, na unaona tulikuwa private wing. So ako na daktari wake, labda yuko, labda yeye anasikia mauchungu, so ana give up kwa maisha.
So hiyo ndio ilikuwa turning point. Wakati tu aliniambia uko sure utatoka hapa, hata kama uoni utaendelea na maisha yako. Nikaenda nikaambia Mungu, mimi najiona kama mimi si kitu, lakini mtu mwingine anaona kama mimi, yani anafurahia angekuwa mimi. Nikashukuru Mungu hata kwa maisha. Nakumbuka pia manasi na daktari wakati mwingine wananiambia, Dan, sababu hospitali watu walikuwa nakufa. Watu unasikia, unakaa tu unasikia nduru zinaanza kulia, watu wanalia, akija asubuhi mtu wao amefariki. So daktari akaniambia, Dan, wewe shukuru, sababu kuna watu hapa wanakufa na wanakufa na macho yao na kila kitu na wanaenda. Wewe tu ni macho inakusumbua haina, lakini uko hai. Shukuru Mungu, sababu Mungu ako na mpango na maisha yako. Ile hali ulikuwa kama Mungu amekuweka uko hivi saa hii, na sisi ndio tulikuwa nakuona, Mungu anakupenda. Na pia familia, mamangu ananiongelesha na ananiambia, sisi ndio tulikuwa tunakuona, ulikuwa mbaya. Sasa hiyo naona watu wangu, marafiki wangu wanashukuru, sababu yani wananiona niko hai, tunaongea, tunacheka. Sasa mimi nashangaa, hiyo watu wakijua yini venye nasikia ndani ya roho yangu. Lakini nikajiuliza, kama hao watu wanashukuru, si labda kuna kitu. Yani mimi nilikuwa naona kama nimeisha kabisa, hakuna kitu, yani I'm worthless, sina kitu naweza offer, sina kitu kwa maisha, mimi nimebaki kuwa useless, nitabaki kuwa liability, mzigo kwa watu. Lakini nikaona watu wenyewe nafikiriwa nitakuwa mzigo kwao, wanafurahisha na wanafurahia na wanashukuru Mungu. Mimi nikaambia Mungu, mimi nitumie tu, nifanye, yani nitumie tu, hata nitoe tu hapa, na ukinitoa hapa na mimi nitafanya kazi yako. Unaona? So nikadischargiwa. Kudischargiwa nikaenda nyumbani, nikapewa nurse, yule alikuwa ananishughulikia for another 6 months. Ndio vidonda zikakuwa zimepona, na zikipona, mkono imepona lakini imeshikana hivi, shingo imelema pande moja. So hapo inafaa tena nirudi hospitali nifanyiwe surgery wa release hizo contracture, sababu shingo imeshikana na bega, mkono imeshikana hapa kwa elbow. So nikawa tena kuwa admitted wapi? Nairobi West Hospital. Nairobi West Hospital nikafanyiwa surgery 2. Surgery ya kwanza ilikuwa ku-release hiyo contracture, kuachilia hasa mkono isikuwe imeshikana na shingo. After kufanyiwa hiyo, kumbuka mapua yangu pia moja imeblock. The right nostril imeblock sababu hiyo acid. Imeblock na ndani. Daktari anataka tena afanye hiyo surgery, afungue hiyo pua, sababu hata kupumua ni shida. Nang'ang'ana sana. Akafanya hiyo surgery ya kwanza ya mapua. Nikawekewa tubes, nikakaa wiki moja, zikatolewa, ikafunga tena. Nikarudi Kenyatta, nikaenda clinic, nikaambiwa imefika siku yako ya surgery. Nikaenda nikafanyiwa, ikakuwa bado haijafunguliwa, mapua bado haijafunguliwa. Mpaka kwa sasa bado haijafunguliwa, natumia tu pua moja, alafu kupumua pia napumua na mdomo. Lakini nashukuru sababu nilitoka hapo na nikajikubali. After kusema tu Mungu, nikaanza kushukuru. After kushukuru Mungu kwa maisha, nikaona kumbe Mungu ako na purpose na maisha yangu. So Kenyatta nikaandikiwa referral ya kwenda rehabilitation center. Rehabilitation center nikarifaiwa Kenya Society for the Blind. Hapa nikakuja nikafunzwa sasa. Hii ni maisha mapya. Nikakuja kufunzwa jinsi ya kuishi na ulemavu. Ile watu wenye hawaoni wanaishi, wana cope up in life, wanaendelea na maisha yao. So hapo nikajifunza kompyuta. Hiyo kompyuta imewekwa install na software ambayo inaitwa JAWS, Job Access with Speech, ambayo inakusomea kila kitu iko kwa screen. So nikajifunza kompyuta na nikaanza kutumia. Pia nikajifunza braille. Braille ni kusoma na vidole. So unasoma by touch. Nikasoma hiyo, nikamaliza, nikafunzwa mobility. Mobility sasa ni kutembea. Uje nilikuwa na uoga. Ile sitaki kumake even a step. Nilikuwa naona kama nikimake any step naenda kuanguka.
So hapo nikafunzwa kutembea venye walemavu wanatembea, kutumia white care, na nikafunza nikajua. Wakanifunza pia daily living skills. Daily living skills ni zile ambazo sasa ukiwa peke yako kwa nyumba utafanya nini, na uwezi kuwa unategemea mtu kila wakati. Unafunzwa kuishi independent life. So hapo nikajifunza kufua, nikajifunza kupika, nikajifunza kuosha vyombo, kuosha nyumba, yani kufanya kile kitu, so that usikae kama ni liability, usikae maisha ingine watu wakae wanakuhurumia, wanaona kama wewe ni mzigo kwao. Pia wewe unaonyesha you can do something on your own. So hao walini empower, akanipa hizo skills na hiyo knowledge ya kujidevelop na kuishi that independent life. After hapo nikarudi job transfer, nikakuja Industrial Police Station, nikareceiviwa mzuri, na hapo ndio niko hadi sasa. Lakini nilipotoka hospitali nikaamua, nilikuwa nimeona venye watu wanaumia huko kwa ward, watu wana give up sababu ya bills, mtu anaona heri afe. Nikajiuliza how I can help these people. Nikaona through an organization inaweza kuwa a platform nzuri ya kufikia hao watu na kuwasaidia, na pia kupatana na watu wengine ili wasaidie hao watu, because nilirealize watu wanasuffer in our society. Halafu pia kitu ingine, watu wengi sasa walianza kureach out kwangu, wanaume. Ananiuliza, Dan, wewe umepitia hii na umekaa up, naona uko strong, ni kama hakuna kitu inakusumbua. Kwani nini ili happen? Nikamwambia, so nikaona wengi wanataka mimi ni washauri, ni wasaidie. Nikaona sababu wanaume hana mtu wa kumuongelelea kwenye jamii. Mimi wanakuja kwangu sababu nimepitia hii masaibu ya violence kwenye ndoa, wanaona sasa mimi I'm in a better position kuwasaidia, sababu wanaogopa hata kuongea na marafiki zao wa kiume. So nikaona through this organization itakuwa a good platform ya kugive hao wanaume a safe space kushare, kuongea, kujiongelelea, kufunguka na kuongea ile kitu wanapitia, whereby tutakuwa na counselors ambao watakuwa tayari kuwasikiza na kuwapea ushauri na kuwasaidia. Sababu kwenye jamii hii wanaume wakijitokeza kuongea wanapata ile social stigma, yani kila mtu anaona kama wewe si mwanaume kamili. Ukisema umedhulumiwa na mke wako kwenye relationship, kwenye ndoa, yani wewe unaulizwa kwani shida ni nini, because wanaume wamechukuliwa kama hao ndio perpetrators, yani hao ndio wanadhuluma wanawake. Lakini ikihappen hivi ingine na yenye ina happen, jamii haiko tayari kukusikiza, inaona kama wewe uko na udhaifu fulani, unaona. So hapo nikasema mimi sababu nimepitia na najua ile uchungu watu wanapitia, singetaka mtu mwingine apitie ile uchungu. Wacha nijitokeze, niongee, na pia ni inspire wanaume wengine wajitokeze, na pia niwape platform mahali watakuja waongee na wapate usaidizi. So that's why nikafungua Dan SHIE Foundation. Dan SHIE Foundation is an NGO, non-governmental organization, it's a charitable organization ya kusaidia watu bila malipo yoyote. Kusaidia watu wale wamechomeka, kuwasaidia kupata access ile proper medication. Sababu matibabu ile kuchomeka, ile vidonda haziponi na zinahitaji pesa mingi kutibiwa. So nilifungua so that nisaidie hao watu, nikijaribu kutafuta resources, kumobilize for funds so that niwasaidie access proper medication. Apart from that, hao watu wenye pia wamechomeka hawezi pata kazi. Wako na familia, yes, lakini hawezi pata kazi sababu wako na hizo scars. Mtu hata akimwona, mtu anaona huyu nikimwajiri kwenye kampuni, si makastoma watatoroka. So inakuwa pia apart from the stigma, pia hawezi secure any job somewhere kwa kampuni ama wapi, hawezi pata job. So maisha yake inakuwa magumu kabisa, sababu yeye ni binadamu, anaishi anafaa kuishi maisha yake, labda ako na familia, anafaa kuna watoto lazima waende shule, lazima awajali, awapee chakula, wanunulie nguo, alipe fees.
So nikaona pia itakuwa platform ya kusaidia hao watu wapate job, na kama hakuna job tuwasaidie kuempower through business, kuwa empower economically. Kama ni kuwafungulia biashara au kuwafungulia biashara, pia nao wajisimamie, wahisi kama wao wanajisimamia, wana support familia zao na wanaishi maisha ya furaha kama watu wengine. Alafu kitu ingine apart from hiyo kupeana psychosocial support, tunataka to have a rescue center whereby kuna ule mtu atakuja unampea ushauri, lakini ukimpea ushauri labda huko kwa hiyo nyumba ametoka kuna vita, utakuwa umemsaidia. Sababu nikikumpea counseling na nimwambia arudi nyumbani, still anaenda kwa hiyo nyumba ni kichapo kama kawaida. Unaona utakuwa umemsaidia huyo mtu. Ni kama unamwambia unamtoa kwa moto, anatoka nje tena unamrudisha kwa moto. So hiyo hautakuwa unamsaidia. Tukasema hii rescue center tutakuwa tuna shelter hao watu. Unampea counseling, pia anakaa hapo, anajaribu pia kujifikiria, kutap into his ability, yani ile uwezo wake, na aone kweli mimi sitarudi kwa hii cycle of abuse, wacha nijisimamie, nikiishi independent life, na pia nisaidia familia yake, labda kama ni watoto ama nini, at least asikae maisha ile yako in captivity, yani ile kama yeye ni mfungwa, amefungwa na mtu. Unaona, apate maisha ya kufikiria, maisha ya amani na maisha ya kujiendeleza. Mr. Dan. Yes. Nasikia kwani wanasema mulembe. Mulembe. Mtu akiambiwa mulembe anajibu aje? Mulembe muno. Mulembe muno. Yeah. Very good. Yes. At least hiyo najua kidogo. Unajua, yeah. Sasa nikuulize Dan. Kwa nini bibi yako akakufanyia unyama? Kwa nini kiini cha kukufanyia unyama kilikuwa kipi? Sasa sisi tulikutana naye kotini. Nikamuuliza mbona ulinifanyia hivi? Akaniambia alidanganywa. Alidanganywa? Alidanganywa. Na nikamuuliza mbona ulidanganywa na nani? Lakini sasa ilikuwa mara ya kwanza kukutana na wale watu tulikuwa nao, nikaona hasira imeanza kupanda, emotions imeanza kupanda. Unaona? So nikaona labda kitu mbaya inaweza fanyika, tukaachana na yeye. Lakini unaona pia tulikuwa tumempoteza mtoto. Na akaniambia tupate mtoto mwingine, venye alikuwa ameshauria mimi, nami nikamwambia tusifanye hivyo. Msiharakishe. Kwanza muhimu. Yeah. Na si kufanya hivyo sababu si kutaka. Ni sababu niliona kuna mtu anaingilia kwa maisha yetu. Ndio tulikuwa wachanga kwenye ndoto. Yaani tulikuwa young. Mlikuwa na miaka ngapi mkiona? Mimi nilikuwa na 23. 23 years na yeye? 22. Kwa hivyo mlikuwa mmeachana na mwaka mmoja. Yeah, so unaona niliona ani kama watu wanateka advantage. So labda yeye alifikiria labda nimekataa. Lakini niulize, kwa nini hakutaka msuluhishe? Kwa sababu mngeketi na muongee na mpate suluhu na maisha iendelee. Tuliongea na at least tukaagree. Na unaona tukamove on. Sababu 2 weeks after tumezika ndio aliniambia hivyo. Na tukaagree. Lakini unaona from May sasa hii kitendo amekuja kutufanyia hii September. Sababu mimi nilikuwa naenda Nakuru na kaka huko. Yeye anakuja wapi? Anakuja Kisii. Lakini wakati ananiambia nataka kubeba vitu za mtoto, yeye akanifanyia hivi, na kwa nyumba hata hakukuwa na acid. Hata nilikuwa namuuliza sasa hii acid ulipata wapi? Lakini sasa hataki kusema. Kwa hivyo alikuwa amenunua. Kwa sababu si wewe ulikuwa umenunua acid. Mimi sikuwa na acid kwa nyumba. Sasa mbona akaamua kukuchoma? Alikuchoma wapi na wapi? Mimi nilimwagia kwa uso. Sasa kwa uso, hebu tuone kichwa. Ilichoma macho. Na unaona kichwa. Hii mkono ya right yote mpaka beka, alafu the right part of the chest pia. Na pia macho. Alafu macho, unaona? Macho mpaka ikafungwa. Na ika-affect mpaka mapua. Mpaka saa hii pua moja bado haijafunguliwa. Nilifanyiwa surgery last year, nilipata nafasi ya kusafiri kwenda Marekani, nikafanyiwa surgery, lakini inahitaji surgery mingi ndio ifunguliwe kamili. Kwa hivyo bado haijaisha surgery. Bado haijaisha. Ilifaa nirudi mwezi wa 3 huko. Lakini sababu hii corona
singeweza. So ashai kukupigia after kukumwagia acid na akajua umekuwa mgonjwa ukaenda hospitali? Yake ndio alikuwa ananipigia. Ati yeye alikuwa ananipigia kupitia kwa dada yake. Ananipigia, ananiuliza uko aje, namwambia naendelea poa. Baka dada yake alikuja kuniona hospitali. Nikiwa Kenyatta. So dada yake alikuwa anasemaje? Sikuwa naruhusiwa kuona. So alinionea tu kwa umbali. So alikuwa ananijulia hali venye naendelea, wakasema hata hawajui nini ilifanyika, hawaambii, unaona. Umei notice tabia ingine ya bibi yako kabla, si mlikuwa mmekaanisha kwa wakati mgani? Tulikuwa tumejuana since 2009. Kwa hivyo mlikuwa na muda gani wa kukaanisha ndio umjue vizuri? Tulikuwa tumejuana for more than 3 years, lakini tumeishi kwa mwaka mmoja sasa. Kwa hivyo ni mtu ulikuwa unajua vizuri. Ulikuwa namjua. Ashai kuonyesha tabia inakaribiana na kitendo walichokifanya? Sijaiona. Sijaiona. Ati hata kunipoint ama kunitusi. Kitu tu alikuwa mtu ile silent, unaona. Ile kimya, mtu mkimya kabisa. Hakuwa ati mtu kuropoko ama kuongea, mtu silent. Wakati daktari alikuambia hauna uwezo wa kuona tena, ulihisije? Niliona maisha imefika mwisho. Sasa hapo nikaona the only option niko nayo ni kifo. Yeah. Hapo ndio nikapanga sasa venye nitajitoa uhai. Nikapanga, nikajaribu njia zote. Mpaka wakati mwingine nilikuwa hata nakataa kukula. Nafanya nini? Lakini naona hapana. Ni yani unajaribu mpaka unafikiria mpaka unaumwa na kichwa. Mpaka wakati niliamua sasa acha nafaa nijirushe. Hadi wakati ule mgonjwa na alikuwa rafiki. In fact yeye ndio alikuwa ananisaidia hata tukiwa hospitali. Sababu wakati huo sikuwa na mtu tunakaa na yeye. Na mamangu hata wakati alikuwa anarudi nyumbani alimwambia nimekuachia Dan, wewe ndio utakuwa unanichungia Dan. Akasema ni sawa, acha sisi tukae na yeye hapa. Sababu kitanda yangu ilikuwa hapa na yake hapa. So tulikuwa usiku hatuna usingizi, tunapiga tu story. Yeye ndio alibadilisha hiyo nia yangu mimi kujitoa uhai. Baada tu ya kuniambia Dan, I wish ningekuwa wewe. Hiyo tu statement ndio ili change my life. Sasa kutoka wakati huo, wakati unafikiria kuhusu wanawake, je, unafikiria huenda ukaoa katika maisha yako baada ya kitendo kilichofanyika? Kusema kweli mwanzo nilikuwa na machungu sana na wanawake. Lakini ilikuwa sababu ya nikifikiria ile kitendo nimefanyiwa, ilikuwa inanipea machungu. Lakini nikakaa nikaona kweli kuna watu wameuawa na wanawake. Na hata kama mimi sijakufa lakini nimeumizwa, nimepoteza uwezo wa kuona. Lakini kuna wanawake pia wazuri. Kuna watu naona wanaishi maisha yao mazuri sana. Na kuna wanawake wazuri, wanachunga boma zao mzuri, familia zao wameweka mzuri. Nikaona siwezi generalize wanawake wote niweke kwa box moja niseme wote ni wabaya. Kuna tu few percent yenye ni wabaya, lakini si wote. So sahi nimeamua na nitaingia kwa ndoa. Very soon. Yes, Mungu anajua. Wow. Good. Kuna wanaume wanapitia baadhi ya mambo yenye ulipitia na labda hata zaidi kukushinda. Ni kweli. Na sana sana inajulikana wanaume huwa wananyamaza sana. Especially wakati wanapitia kitendo cha kupigwa na mwanamke ama kudhulumiwa. Utawaambia nini? Kweli wanaume wanapitia. As much as pia nao wanafanya maneno pia wanapitia. But ile kitu naweza waambia wasinyamaze, waongee. Huwa tunasema problem shared is a problem half solved. Yaani ukiongea una feel umekuwa relieved na ile kitu inakusumbua. Lakini swali ni wataongea na nani? Kwa sababu shida ni wanaona kama wataenda, unajua mwanaume anaogopa kuongea maneno. Anaogopa yaanze kuongelelewa. Hana mtu wa kuongea na yeye. Kweli. So that's why mimi kama Dan niliona kuna hiyo gap na kuna hiyo shida kwenye society. That's why nikafungua hiyo organization, Dan Shesha Foundation, so that nipee hao wanaume nafasi ya kuongea sasa. Mimi nimepitia, najua ile uchungu na sitaki mwanaume mwingine pia apitie. So nataka niwapee nafasi waje, tuko na watu yao professionals
wa kuwasikiza na wawasaidie. Okay. Yeah. Watakufikia vipi? Nasikia una organization ya kuhakikisha wanaume wameweza kuyasema mambo wanayoyapitia. Watakufikia aje? Na pia kuna mtu maybe angetaka kukutumia usaidizi wakati huu wa janga la corona. Ni vizuri pia utuelezee mnayapitia yepi wakati kuna corona na vile mlivyo kwa sasa. Sasa tuko na channels. Saa hii tuko na namba ambaye, sababu tunaona wakati wa hii lockdown imeaffect watu wengi, movement. Na labda we uko Nyeri unaumia, uko Mombasa una mtu wa kuongelesha, uko Moyale, tuko na namba, tuko na toll free number ambayo tunapatana na SHIE Limited na KEPSA. Wanatusaidia, tumetusaidia na hiyo toll free number ambayo watu wanaweza kutufikia. Hiyo namba ni 1196. Ukipiga hiyo namba inareceiviwa na inakuwa transfer 1196. Okay. Au uhitaji kuwa na credit kwa simu. Unapiga tu hiyo namba, inareceiviwa, unapata counseling. Hiyo call ina transfer hiyo kwa counselor ambaye anakushauri, anakusaidia ile shida unapitia. Unapata usaidizi. Okay. Alafu pia sisi tuko na website ambayo ni www.dansheshe-foundation.org. Unaweza ingia kwa hiyo website usome, tuko na address zetu hapo, na pia unaweza kututumia email. Tuko na email, unaweza tumia dansheshe-foundation@gmail.com ama info@dansheshe-foundation.org. So ukituandikia hivyo utatupata. Na pia tuko kwenye mitandao ya kijamii. Facebook, tuko na Facebook page ambayo ni Dansheshe Foundation. Tuko na pia hii inaitwa LinkedIn, tunaita pia Dansheshe Foundation. Tuko Instagram @Dansheshe Foundation. Tuko Twitter @Dansheshe Foundation. Na pia mi binafsi niko na social media pages ambayo ni Dansheshe on Facebook, @Dansheshe, hapa ni Instagram, alafu Dan_Sheshe kwenye Twitter, na pia LinkedIn niko Dansheshe, na pia email yangu personally ni dan.matakaya@gmail.com. Okay. Yes. Mtu mwenye anataka kukusaidia, kwa sababu unajua pia hii janga la corona imefanya watu wengi hawana uwezo wa kutembea kutafuta, na nafikiri nyinyi ndio mko kwa ile hali ya kutaka zaidi kusaidiwa. Anaweza kukufikia kwa namba gani? Mimi namba yangu ni 0712 0712 613892. Okay. Alafu pia kupitia ile program ambayo tumeroll out, pia tungepata watu watusaidie so that tuweze kufikia au wanaume. Sababu huwezi jua, labda ni babako anapitia hii shida na haongei, amenyamaza. Labda ni mtoto wako, labda ni ndugu yako, lakini kupitia hapa labda atajiongelesha. Na tungepata watu watusaidie hata na kifedha, watusaidie donation, ya support, so that tufikie hao watu wengi na hii program ikuwe successful. Okay. Tuko na pay bill number ambayo ni 741057. Okay. 741057. Account number naandika tu jina lako. Na utabarikiwa sana. Safi, Dan. Sasa nimeona uko na simu. Unajua watu wanafikiria kama huwezi tumia simu. Natumia. Inatumika aje? Hebu tuelezee. Ndio hii shika. Hii simu sababu si hatuoni, tunatumia voice, sauti. Hii simu iko install na software ya kuongea. The same way ninatumia laptop na iko na software ya kuongea. So hii simu ile kitu yote iko kwa screen inanisomea. Hebu songesha hapa ndio watu wasikie kwa hiyo microphone nimekuweka hapa. Okay. Acha nipunguze speed. So, kwa hivyo ukitaka kupigia mtu unahitaji usaidizi wa mtu mwingine? Sihitaji usaidizi kabisa. So nikitaka kupiga kama ni namba, mimi naenda tu kwa contacts.
Alafu kama nataka kupigia like waja niseme nataka kupigia mwenye tunakuwa na yeye anaitwa Edward. So naandika tu jina yake. Ukiandika inakupea inaniletea keyboard ya kawaida, ile keyboard iko kwa simu yenyewe wewe unaona. So wacha nionyeshe watazamaji. So naona nilikuwa naandika Edward. So nikiandika hivyo jina yote tu inaanza EDW inaniletea. Ukitaka kufuta, so nikitaka kufuta naenda kwa delete, unaona? Unaona? Nikitaka kuandika so naona. So alafu unafinya wapi kumpigia? So nikikuja kwa Edward, so naona nafinya sasa, unaona inapiga. Inapiga sasa. So akiwa mahali atajua namtafuta, anashika simu. Yaani maisha tu ni kama venye wewe unatumia tu hii simu. Ni venye tu mimi natumia hiyo software. But kila kitu yenye wewe unaweza fanya na simu na kuona pia mimi naweza fanya. Maneno ya mwisho ungetaka kuambia watazamaji wangu? Ni ile kitu naweza waambia. Najua watu wengi wanapitia shida. Kwanza sasa hii wakati wa hii coronavirus, kweli kuna changamoto mingi. Watu wamepoteza kazi, kuna issue ya lockdown na violence imekuwa on the rise. Mimi nataka kuambia usinyamaze, usiumie. Toa sauti. Toa sauti. That's why Danshisha Foundation iko hapo. Inakupea hiyo nafasi, jiongee. Na pia kama huwezi tufikia, tafuta pastor, ongea na yeye. Tafuta ule mtu uko sure, uko na trust na yeye. Sio kila mtu ule utaambia kitu unapitia aambie watu wengine. Ikuwe sasa mtaa yote inajua huyu anapigwa, huyu anadhulumiwa. Hiyo si mzuri. Kwa hivyo wanaume waache kunyamaza. Wanaume waache kunyamaza. Waongee ndio wapate usaidizi. Watu fikie, wapige hiyo namba. Hiyo namba iko hapo sababu ya wanaume. Wapige, wapate. Umesema ni 11? Hiyo namba ni 1196 1196. Piga tu useme unataka counselor. Utapata ushauri, mambo itakuwa sawa. Tusalimia na Kiluya sasa vizuri, uambie watu wa nyumba mko aje. Mimi niko huku Nairobi na naendelea vizuri. Mulembe bandu bingo mbara mu bulei nze Nairobi no mbendelea bulei nyaza kubora mwirende sana bulualo wa corona ubuho musabe makono, musanitize, muikhale, mukibu hiyo distance na mufate mulonde zi guidelines ya serikali ili kumare buluare bwa corona. Good. Na uambie wasikize Kigosho na Kiluya, Kigosho FM. Alafu mulishitse Kigosho FM. Kigosho FM mulishitse kureba baboranga na tuendelee kuishi kwa amani. Bonica Crips aria maguthondekagira crips cia kirathi kia iguru, crips utangitigithia, ina cama, ithondeketwo wega, iharagiririo wega, igathondekwo wega, ni aruti wira mena kio, igacoka igapakwo wega. Riu ni marakwenderia crips cia mithemba itiganite ta cia nduma, mianga, beetroot, ngwaci, marigu na crips cia waru. Ningi kiganda-ini kiao no maraguthondekera chevda na njugu karanga. Mahurire thimu witie oda yaku muthi kugerera 0701 144 155 kana 0790 181 488 kana umacerere ruiru kiganda-ini kiao. Bonica Crips, ndugetie Crips, itia Crips cia Bonica Crips. Wathie nduka-ini ndugetagia Crips, etagia Bonica Crips. Usiseme Crips, sema Bonica Crips. Usiseme Crips, sema Bonica Crips. Usiseme Crips, sema Bonica Crips.